Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie Karibu katika Kesha la Asubuhi la Aprili 12. Somo lisemalo kumtafuta Mungu kwa moyo wote. Ebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine ulotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa ajili ya mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Zakaria 9:12. Tunahitaji kuifunza roho kung'ang'ania na kushikilia kwa nguvu ahadi za Kristo. Bwana Yesu anajua kwamba haiwezekani kwetu kuyashinda majaribu mengi ya Shetani mpaka pale tu tutakapokuwa na nguvu ya kimbingu tuliopewa toka kwa Mungu. Anajua vyema kwamba kwa uwezo wetu wa kibinadamu hakika tutashindwa. Kwa hiyo, kila uwezekano umetolewa, ili kwamba katika kila dharura na kila jaribu tupate kimbilio katika ngome imara. Tunalo neno la ahadi kutoka kwenye mdomo usioweza kusema uongo. Tunalazimika kila mtu binafsi kupokea kwa imani mambo aliyoahidi kutoka kwake. Mungu atakuwa kwetu kila kitu tutakachomruhusu kuwa. Ulegevu wetu, maombi yetu ya shingo upande hayatatuletea marudisho toka mbinguni. Naam, tunahitaji kuomba bila kukoma. Omba kwa imani, ngojea kwa imani, pokea kwa imani, furahia katika tumaini, kwa maana kila tafutaye hupata. Weka juhudi katika jambo hilo. Muombe Mungu kwa moyo wote. Watu huweka dhamiri na juhudi katika kila kitu wanachokifanya katika mambo ya kitambo, mpaka juhudi zao kufikia kilele cha mafanikio. Kwa jitihada madhubuti, jifunze kujinufaisha kwa kuomba baraka nyingi alizoahidi Mungu, na kwa ustahimilivu na juhudi za makusudi utapata nuru yake na ukweli wake na neema yake kuu. Kwa unyofu, kwa njia ya Roho, lilie Mungu. Pigana mieleka na wakala wa mbinguni mpaka utakapopata ushindi. Salimisha kikamilifu kabisa katika mikono ya Bwana, nafsi, mwili na roho. Kisha udhamirie kuwa wakala wake mpendwa, aliyejiweka wakfu, aongozwaye na mapenzi yake, akitawaliwa na ujuzi wake na aliyejazwa na Roho wake. Mweleze Yesu mahitaji yako katika unyofu wa roho yako. Haupaswi kuwa katika pambano la muda mrefu au kumhubiri Mungu, bali kwa moyo wa huzuni kwa sababu ya dhambi zako, sema, niokoe Bwana.
vinginevyo nitaangamia. Kuna tumaini kwa roho hizo. Wataomba, watatafuta, watabisha na watapata. Yesu anapokuwa ameondoa mizigo ya dhambi inayoiangamiza roho, utapata uzoefu wa uzuri wa amani ya Kristo. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo kumtafuta Mungu kwa moyo wote. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa tunatakiwa tukutafute wewe kwa moyo wetu wote. Naomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi